28 Theophilus TV. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ekuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩ makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV nokuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu uria wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mundu wathe ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wathe no akwire umuthi no rucio ni agarurire mbao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Maandĩko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai. Tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tuhota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we ndwa embrace the weakness yaku. Ndwa embrace the ati we ni urika weakness ka marakara. Hindi Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uria araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutiga uinuke. Kire Ngai agukuigire ni gia kura. Na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai tuikaraga ta mutumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mutumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu. Athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena andũ take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro ndangihota ku expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor David Ngechu o mwambĩrĩrio nginyagia wakana wona cihanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, MURATA wa Ngai, ndũkahĩtũkwo. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Jehovah no hota yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto monene waita niwende hokera negeretie nenemeto
nemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto monene waita newende hokera kiugo kiroiga gutire muti wambara uthondeketo iguru riakwa ukahotana muruimbara nduira mbareno Najira emwe ugasihurunja najira mugwanja munene waita niwende hokera negeretie nemeto negeretie nemeto Ngeai ugaruranagia metha ciatho ugacihura igacikimanero. Be lifted high and be exalted, O Jehovah Lord. In the mighty name of the Theophilus TV, MURATA wa Ngai. That was slain for the sin of mankind. I glorify you, O Lord of Lords. You are holy, Jesus. You are worthy of all the praises. I exalt you, Jehovah Lord. You are mighty in this place, Jehovah Father. Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God in the name of the Lord Jesus Christ. Reveal the glory of the living God in your sanctuary this day in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We worship your name, Jesus.
Worthy is the Lamb of God that was slain for the sin of mankind. You are worthy to be exalted, O Jesus. You are worthy to be lifted up, O God. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Father of heaven, I glorify you this day. Make your presence known, Jehovah Lord. You are excellent, Jehovah Lord. Your name is great, Jesus. Move in thy midst, O King of Kings. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give to you all the glory. Oh, our lives belongs to you. We give to you all the praises, for our lives belongs to you. Oh, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are the Lion of the tribe of Judah. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are the Lion of the tribe of Judah. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, we give to you all the praises, for our lives belongs to you. We give to you all the
belongs to you. We give to you all the praises, for our life belongs to you. We worship you, Lord. We give you glory, for our lives belong to you, O Lord. You're worthy to be exalted and to be magnified, worthy to be lifted high and to be exalted, Jehovah Father, in the mighty name of the Lord. There is no other God but you, Jehovah Father. You deserve all the praises and all the honor, for you alone, you are God, and there is none other but you, Jehovah Father. I worship you in the midst of the multitude, in the beauty of your holiness, and in the splendor of your greatness, O Lord. I give you praises and I give you honor. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, I do pray and give thanks. Amen, amen, amen. Welcome msikilizaji wetu, mtazamaji katika Theophilus TV. Nataka kukuwelcome katika show yetu Theegi Njamba, so that tukaweza kubarikiwa pamoja. I know that tuko expectant siku ya leo, you expecting something, na najua ya kwamba kile ambacho unachotamani hicho ndo Mungu atatimiza. Bwana asifiwe sana. The concept of God is Mungu huanga anatimiza ile kitu ambayo wewe mwenyewe unatamani. Mungu huanga anajibu ile kitu yenye wewe mwenyewe it is relevant to the level of your maturity. God cannot give you something that is exceeding beyond the level of your maturity. Because wakati Yesu alisema in the book of Matthew chapter 7 verse 7, akasema, ask and it shall be given unto you, seek and you shall find, knock and the door shall be opened unto you. For who as a father can a son ask for a bread and you give him a stone? Or can a son ask you for a fish and you give him a serpent? That means that you cannot give your child a serpent. That means that God haezi kupatia ile kitu yenye wewe mwenyewe anajua iko exceeding beyond the level of your maturity. Bwana asifiwe sana. That is the reason that we always strive for maturity in the kingdom of God, ili tukaweza kutimilika kupatiwa baraka zingine katika maisha yetu. Unajua kuna baraka Mungu anaweza kupatia mtu mwenye hajamachua in the spirit, na hiyo baraka imuue. Kama mtu akakuka saizi kutoka kwa pombe, ukuje umpatie pesa mingi sana, bulk of money, hiyo pesa inaweza muua, because the level of the maturity in that person is not beyond the capability of maturity. Yeye maturity yake iko below that amount of money. Bwana asifiwe sana. That is why the Bible says, ask and you shall be given, seek and you shall find, knock. There is the essence of knocking along that path. Kuna vitu zingine lazima unock ndo wewe mwenyewe ukaweza kufika kwa hiyo realm. Watu wengi sana wamejipata wakiwa kwa a lot of depression na a lot of stresses, kwa sababu they are praying for something and that something is not coming to their paths. So wanajipata wewe mwenyewe unajichukia, unajidharau, unaona asivi wale wengine wako better kukuliko. Master the strategy of what God requires from you. Master. Tulisema jana tukasema kwamba God is a king, and he is a king in the sense that yeye mwenyewe he operates with a hierarchy, he operates with conditions, with a principle. There is a principle of God operation, na ndio inaitagwa modus operandi. There is a way that he operates, mode of operation. So wakati watu wengi wanajipata wako katika mambo mingi kwa maisha yao, wanashindwa kwa nini hizi vitu zinakuja, ama wanajipata wako level ingine, you are demanding so much or you are expecting for too much. You want too much, you are thirsty for a lot, but unajipata hiyo lot yenye wewe mwenyewe uko thirsty too, how receive something that is equivalent to it. It is because you need to master the path that you are in and the status that uko ndani yake. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu Mungu hawezi mpatia kiwango fulani, kwa sababu ukimpatia it will be giving a serpent to that person. Wakati Mungu amekupatia kitu kubwa yenye iko beyond the level of your maturity, it's like giving you a stone that you're going to struggle with it. Bwana asifiwe sana. Kuna swali nilikuwa nimeulizwa jana na mtu, akaniuliza kwa nini blessings za Mungu huanga zinakawia na blessings za shetani huanga zinakuja haraka. And I answered him because shetani wakati anakupatia vitu zake, anakupatianga in the sense that wewe mwenyewe ushalipia gharama. He knows that you deserve to be given by God, but now because wewe mwenyewe umeshindwa na kuoperate by the mode of operation of God, wewe mwenyewe umeanza kutafuta an external source.
So wakati wewe mwenyewe umetafuta a way out, the devil he knows that ile riches zenye ako nazo zenye alikuwa anaonesha Jesus in the book of Luke chapter 4. Alimuonesha a lot of wealth na akamuonesha a lot of kingdoms na akamwambia these kingdoms I will give unto you if you bow down and worship me. The difference between the devil and between God is this: Mungu hata kupatia ile kitu yenye wewe mwenyewe itakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kupatia ile kitu yenye wewe mwenyewe itafanya wewe mwenyewe uangamie. Bwana asifiwe sana. Worship you, Lord. Give you glory. We honor your name, Jehovah Lord. Hallelujah. Mungu hata kupatia ile kitu yenye itafanya wewe uangamie. He's not going to give you a serpent. The Lord cannot give you a stone. So what he does is this: yeye mwenyewe huaga anakurusha to the wilderness. Na akikurusha in the wilderness, then he trains you the way of operating with his blessings, or the way of operating with those blessings. Kama sasa wakati mimi niliokoka, wakati nilienda mlimani nikaambia Mungu, God I'm here and I know that saizi nikakuwa na pesa sahi Mungu, sahi ningekuwa kwa klabu nikikunywa pombe. Sahi ningekuwa na 200 Bwana, ningekuwa saizi niko kwa kikombe 3 ya keg, niko na sigara na niko na Chavis. Chavis ni ile kitu inaekago hapa kwa lips hapa chini. Lakini sasa wakati nilienda kwa Mungu nikaambia, God I'm here, mold me according to your path, use me according to your ways. I don't want to live this kind of a lifestyle without spiritual maturity. I want you to help me to mature. Kwanza niweze kuondoka kwa hizi vitu ambazo natumia. Niweze kutoka kwa pombe, niweze kutoka kwa sigara, niweze kutoka kwa Chavis, niweze kutoka kwa madawa. Nisaidie Mungu nikaweza kutoka, that you may ensure and grant me, that you may entrust for me great and mighty things, that I may fulfill my destiny. So the difference between the blessing of God is that it takes time, because God must take you to the wilderness to mold you. Lazima akutengeneze. Hakuna venye Mungu atakupatia kitu kama haja kumold ndani yako. He is a father, and a father cares for his children. The reason shetani he doesn't care ni kwa sababu yeye mwenyewe hana haja na wewe. Ashapata kenye alikuwa anataka. There are 2 things that shetani huwaga na demand kutoka kwa mwanadamu. One thing is transgenerational allegiance, that is worship. And the other thing ni kitu inaitwa dominion. The dominion yenye ilikuwa na Adam in the Garden of Eden. And wakati Adam aliblame the woman akarusha authority to the serpent. Now that is how the devil got authority. That here dominion ndo anakuwa na haja nayo. That is why alikuwa anaambia Yesu, bow down before me and I'll give you all these things. So vitu mingi zikikawia katika maisha yetu hazikawiangi kwa sababu Mungu ni mbaya. There is a part in us that God wants to mold. That anaona akitupatia hizo vitu saa hizi hatutaweza kutimilika. We are not going to be persistent with him. Tutatoka kwa njia zake, tutamsahau. Bwana asifiwe sana. But wakati sisi tumepitishwa kwa wilderness, that is where God huaga anakam anatoa mediocrity ndani yetu, anatoa greed, anatoa selfishness, anatoa pride, anatoa hizo vitu zote. But you need to know that gold is refined by fire. There is no way gold inaweza kuwa purified bila moto. And moto ni kumaanisha hivi, that reality cannot hit you when you're in a club. The reality cannot hit you when you're enjoying, when you're so happy. Wakati uko na pesa mingi sana kwa mfuko wako, reality haiwezi kuhit saa hiyo. Reality hits you when you're at your lowest. That is when you can receive from God. Kuna kitu mamangu alikuwa anaishi kuniambia since I was young. Alikuwa ananiambia at your lowest uhinyaru ine waku haunihoga yaiganagira. When you're at your lowest, that is the best position or situation. That is the best condition of the heart that Mungu yutoshare. So the moment God anakuweka kwa wilderness, one thing he does is this, is that he takes away each and everything that is not godly. By the fire that purifies. The fire that purifies when you pray deep down in the spirit. Kwa sababu ya ile uchungu uko nayo. Like yenye ilikuwa na Hana. When he cried due to that fire that burned her, akaenda mbele za Mungu and she cried to God. Mungu akatoa hizo vitu zote. Akatoa. Akampatia ile baraka yeye mwenyewe alikuwa anahitaji. So mara mingi unapataga people don't receive because they ask so that they can fulfill them with their own selfish ambitions.
And the moment God hakupatii saa hii, si ati kwa sababu ya kupendi. God loves each and every one of us equivalently. But God is still a caring God. Haizi kukupatia kitu yenye wewe mwenyewe haudeserve. So do not be in a hurry from the wilderness of God. Kuna watu wengi sana wenye wamejaribu kuomba Mungu vitu mingi, but they are not even born again. I want to talk to you, wewe ambao hujaokoka, that wakati unaenda kwa Mungu unamuomba baraka, wewe mwenyewe unakuwa ukitaka vitu zake, but wewe mwenyewe umtaki. God doesn't work like that. One thing God does is that he is more interested in the status of your heart. Roho yako wakati unakuja kuniomba kwa njia gani? Who are you to me? What is the relationship between you and I? Tuko deep aje mimi na wewe ndo niweze kukupatia hiki kitu yenye unataka? And unajua wakati yenye you are not in God, then you do not have the right to ask from God. Kwa sababu you cannot demand something from a kingdom that you are not loyal to. That's why napenda kuongelesha watu young, wale watu wenyewe wanaokoka saizi, the youth. Napenda kuambia hivi, that when you are young, that is the best moment that you can learn to know about God and to learn about his modus operandi. The only time you have right now is to know how to acquire godliness in you. That will open up doors for everything in your life. That is where the scripture says, seek ye first the kingdom of God. Because when you seek ye first the kingdom of God, you seek to know how God operates. You know, it is one thing to know what God can do, and it is another thing to know how he does it. So wakati yenye sisi tumeenda mbele za Mungu, wakati tunajua kwamba Mungu huaga anatenda, but we do not know how he does these things, unaweza struggle sana. Kwa sababu the mode that wewe unatumia ku approach Mungu, it is not the mode that you're supposed to approach God with. God is a king. He is sovereign. He is mighty. He is everlasting. Yeye mwenyewe anaweza ishi bila wewe, but wewe huwezi ishi bila yeye. Submission to God is the first thing. Bwana asifiwe sana. So unapata watu wana develop vitu kama stress, depression na vitu kama anxiety, all because wao wenyewe akili yake haiko kwa Mungu, iko kwa hiyo kitu ambayo yeye anataka. Unajua saizi kama uko na njaa, si ati unahitaji pesa, unahitaji chakula. Now there is a way God can operate. Wewe mwenyewe uko njaa, but yeye hakupatii pesa, but hakuna siku unakosa chakula. Because he has ways out. He doesn't use your way. He doesn't use your strategy. He has his own strategy. Kama anaweza komanda raven ikuje ilete Elijah chakula, how much more can he do for you? That is the ways of God. Unless you understand that, you understand that the baseline is to have a fellowship with him, kumjua vizuri. That's why naambiaga youth, naambiaga kitu moja, ya kwamba usingoje mpaka ile time yenye wewe mwenyewe unazeeka ndo reality inakuhit unaanza kukimbia kwa msalaba wa Yesu. Reality sikuhit wakati umezeeka. Saizi uko myang, saizi ndo time yenye unafaa kunatafuta Mungu. You have energy right now. Ukioa alafu upate watoto wawili, hautaweza kwenda in the prayer mountain for 14 days. Lakini saa hizi, because you have that time right now, come to the Lord. Tafuta Mungu saa hizi. The Bible says in the book of Isaiah chapter 55, seek the Lord while he can be found, call upon him while he is near. Kuna time yenye hautakuwa unampata, kuna time yenye hapatikanangi. God is a king and he operates with the conditions. Bwana Yesu asifiwe sana. So let us seek to know God more and to operate in the realm of the Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us understand that God has ways out. He has ways in reaching to our expectations. Bwana Yesu asifiwe sana. But if we understand the mode of his operation. Kuna mtu sahi alianza kukunywa pombe akiwa 17 years. Saizi yako 50 years. Bado anakunywa pombe. Bado anakunywa hadi saizi. Saizi hata reality kamuhit sahi na okoke. Amebakisha miaka ngapi za kucelebrate maisha yake? Bwana asifiwe sana. God doesn't work like that. Mungu anaongojaga the first thing, you must seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things they shall accompany you, they shall follow you. Si wewe uzifuate, zitakufuata wewe. Because we do not serve the things of the world. The things of the world serves us.
We do not operate according to the conditions of the things of the world, but the things of the world operate according to our conditions. Hatuishingi kwa hizo vitu, haziwezi katu control. Kwa sababu kama sai Mungu akupatie kitu na wewe mwenyewe level yako ya maturity haijafikia, kitu moja itafanya ni ati hiyo kitu itaanza kukumaster. So unless you understand that your maturity is what will depend on what God is going to give you. Bwana asifiwe sana. Thank you so much Nancy Kamau. God bless you so much. It's another afternoon. Mungu akubariki sana. Ni Munderito God's child. Mungu akubariki Sarah Wanja, Tabitha Margaret. Mungu akubariki sana na Kamau. And Tabitha anasema delay is not denial. Let's wait patiently in God's perfect timing. That is the verdict. Waiting in God's perfect timing. Because mi wakati yenye niliokoka nikaanza kusik Mungu sana, nilikuwa najua wenyewe I have this burden of speaking the word of God each and every time. But each and every time yenye nilikuwa napata ile kanisa yenye nilikuwa na shiriki, napata sipati opportunity. And the Holy Spirit spoke to me. Kwa sababu nilikuwa nasikia samo nimejaa ndani yangu, nasikia I'm burning out, nataka tu kuspeak. But the Holy Spirit spoke to me na akaniambia nitakupatia hiyo madhabahu wakati utakamilika. Right now nikakupatia hiyo madhabahu. You're going to start building up pride in you because you do not know how to manage it. Yes, uko na the word of God ndani yako, but you do not have the maturity to manage the level hiyo. Wakati wewe mwenyewe utakuwa applauded na watu, you do not have the maturity to know how to manage that feeling. So hiyo self management hiyo, wakati yenye mtu hana hiyo self management, hakuna kitu Mungu anaweza kupatia. So do not strive to curse God and to tell God, God is evil. No, God is not. Usione ni kama Mungu ni mbaya uanze kumkashifu. He cares about you. The problem is that you should have the spiritual maturity so that God can entrust these things unto you. Mungu haezi kukupatia nyoka. He is a caring father. He is a father. Yes, ika shetani. Shetani yeye mwenyewe, his work is to steal, kill and to destroy. But God, he is a father and he is so loving to us. If you need something to go from God, the one thing you need to understand, he has qualities, he has principles. Yeye mwenyewe anakuwa na policies. Mungu sio wa kufanya vitu tu hivyo. He has a policy, akona katiba. Na wakati wewe mwenyewe umekosa kujua katiba yake, itakuwa ngumu sana wewe mwenyewe kureceive kitu kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. God bless you so much. Tenda kia support living. Mungu kubariki na kutendea mema. Thank you for being with us this day. So one thing you need to understand is that God will not give you something that is beyond the level of your maturity. He will give you relevant to the level of your maturity. So kama maturity yako iko low, God will give you relevant to that. Kuza ikupatia something that is beyond that, itakucorrupt na itakumaliza. That is why people developed a lot of anxiety na wanaanza kutafuta external ways out. Kwa sababu they cease to understand the process of God. They cease to understand the ways of God. So wanaenda kusika na huko nje njia zingine. That is why Isaiah alikuwa anasema, my people have done two sins. They have left me, the spring of living water, and they have dug themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. The only cistern that can hold water is the cistern of God. So whenever wewe may understand hii concept, you will go to God with a heart that is confident before him. Na wakati unyeme get hiyo confidence, you know that mimi mwenyewe, kama wakati nye niliokoka, I knew that God is taking me to the wilderness. So I prayed God concerning me going to the wilderness. Na tuka have agreement concerning me and my family. Nikaambia God, I pray that you may hold them with your righteous right hand, protect them, provide to them. Mimi najua naingia kwa wilderness, najua siwezi wa providea, so provide to them according to your level according to their level of need. And Mungu alijibu maombi yangu instantly, because you are praying with knowledge. You are praying something that cannot spoil you. But wakati yenye umeitisha kitu alafu Mungu anaona hii kitu nikikupatia itakuharibu, God will not give you that. But ukikosa hii understanding, ukijaribu kutafuta ways out, ndo utaanza kupata, unapata anxiety, unapata stress, unapata disorders kama hizo. You are worrying, you have a lot of worry and mental tension caused by those difficult situations that unapitia. Unapata kila wakati unashtuka. Because wewe mwenyewe umechukua burden na mikono yako. It is no longer God who is operating in you, it is you yourself. Umekosa kuachia Mungu vitu zako. That is why vitu zina crumble.
Unapata watu wameona nimekuwa na stress sana, wanaona the only way to execute this stress ni kwenda kupiga kanusu. Unaenda pale kwa base unapiga kanusu. Ukipiga hao kanusu hata shida yako inapoteanga. Unaamka asubuhi na maarosto na una ini. Hivyo ndo kunaendaga. In any case, you are the one that is losing. Because the Bible says that my people perish because of lack of this knowledge. They do not know this. They do not know that if they seek me diligently, they are going to find me. Unajipata unaona wewe mwenyewe umekuwa na stress mingi sana, alafu unajipata kwa mfuko wako uko na kachwani. Unaona yenyewe hapa kwa sababu ya kupunguza hizi ma stress, acha niende Kajaba. Unaendea Kajaba, unashikisha usiku mzima. Kuamka asubuhi sana hauwezi fanya kitu yoyote kwa sababu jabo kikula huwezi lala. Asubuhi unaamka. Asubuhi imefika wewe hujalala usiku yote. Sasa yenyewe unafaa kuwa productive, ndio kwa unproductive kabisa. All because you do not know the mode of God's operations. So wewe mwenyewe umeenda kutafuta ways out zenye zina kulead kwa bondages after bondages after bondages. So unapata wewe mwenyewe huwezi jiprovidea, nyumba inafungwa because you're not visional. You do not know how to lay your foundation on a platform that you can execute it strategically. So unajipata vile unafanya vitu, kila asubuhi ukiamka ni usiku. Kila asubuhi tena ukiamka tena ishaku usiku. Asubuhi tena ukiamka ushaku usiku. You do not have a plan of your own life that you can bring to God na umwambie Mungu, I want this to be fulfilled. Help me to achieve this. Then after umeachia Mungu, God has an answer for you. Either akuambie uingie kwa wilderness, that kuna kitu anataka kutoa ndani yako that he may perfect it. The Bible wakati inasema write your vision on a tablet, that mtu mwenye anakimbia anazaiona, inamaanisha kwamba God anataka wewe mwenyewe ukuwe na vision. And hiyo vision wakati unamletea, yeye mwenyewe atakugive relevant to that vision, to the level of the maturity that you have. That means that wewe mwenyewe ukidrag kugrow, itakuwa hard sana God kuexecute blessings zake fully kwako. Utakuwa na limited access to a lot of things. But wakati wewe mwenyewe ume have this understanding that God works with a mode, he works with a principle, unakuwa patient even when you're in the wilderness. You do not rush to curse God, but you rush to tell God, give me more strength in the wilderness. Nisaidie kuweza withstand zile vitu zote ambazo nitapatana nazo, because those things are meant to make you mature. Bwana asifiwe sana. So that's why the Bible says in the book of James chapter 1 verse 3, that count it all joy when you're passing through persecution and tribulation of all kind, because the testing of your faith, it is something that is being tested. It produces perseverance. Perseverance now will produce maturity in you, making you complete, lacking nothing. So usijikas kwa sababu wenyewe unaona yenyewe saa hizo unaona kwa mfuko wako hauna ini. Seek to understand the path of God. Seek to understand the righteousness of God. The righteousness of God itaweza kukuasha kwa zile vitu zenye wewe mwenyewe hauwezi fikiria. Because God knows what is best for you. Mungu anajua kenye unahitaji saa hizi. Anajua, he has the best timing for you. Anaona maybe akikupatia saa hizi wewe utamlaani na utamwacha. So he's a caring God. He does not give us something that is below the level of our maturity. Bwana asifiwe sana. So wakati Bible inasema seek and you ask and it shall be given unto you, seek and you shall find, knock and the door shall be open, it means that kuna vitu zenye unafaa ku ask that hauwezi seek. Kuna vitu zenye unaweza seek that huwezi knock. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are three different kind of things you need to understand. There is something that you can ask for. For example, kitu kama wisdom. You cannot seek wisdom. The Bible says that the Lord gives wisdom. He gives you the wisdom to direct you. But out of his mouth comes forth the knowledge and understanding. He gives wisdom freely. Wewe mwenyewe hiyo wisdom itakulead kwa zile njia ambazo Mungu anataka upitie. If you follow according to those paths, then hakuna kitu God hawezi kukupea. Because you have already asked for what is important. Then when you seek to understand him more. You seek to understand his ways so that he can lead you in those ways with the wisdom he has granted unto you. And then the knocking is the persistent. That hata wakati unapitia vitu ngumu aje, you're still persisting in them. Bwana Yesu asifiwe sana. But kwenda kutafuta solace kwa pombe, ama kutafuta solace kwa bangi, ama kutafuta solace kwa jaba ama kwa Chavez, hakuna venye utapata peace. The true peace is given by God. He is the one that has the way out. The Bible says that his blessing adds no sorrow.
He does not, the blessings of God adds no sorrow. But here blessings za shetani ni blessings zenye wewe mwenyewe you have to pay. You have to give something in return. Yanakwambia bow down and worship me and I'll give you all this if you worship me. Akona kingdom zake, akona riches zake, akona mambo zake zenye mwenyewe ameholdia. Na Jesus hata hakubishana. Jesus hakubishana. Alimwambia you shall only bow down to God alone. Only God shall you worship. You shall worship no other God. Because that test demands a person who is mature enough. Kuna swali nilikuwa najiuliza wakati Jesus aliambia wanafunzi wake that nani mwenye anaanzaga kujenga nyumba kama hajafanya hesabu ya zile pesa zenye nahitaji akijenga hiyo nyumba. Wakati unaingia kwa Mungu, just know that the mold of God is that he must mold you first. Ye mwenyewe wakati amekumold unakuwa refined, now he can entrust things and even people to you. But kama we mwenyewe hujafika hiyo level, there is no way God can entrust anything to you. You're going to drag in one level. What for? Seek to know God. Seek to know the mode of his operation. Seek to know what he likes, what he doesn't like. Seek to know the status of the heart that pleases God. Seek to know yeye mwenyewe huaga na demand nini? Kwa sababu his blessings are eternal. His blessings adds no sorrow. So wakati nye tuko kwa ila in salvation, we need to understand this, that hakuna kitu God haezi katupatia. Regardless to your position, regardless to your situation, there is nothing God cannot give you. But God is a God of timing. Kama vinye tumemwona Tabitha, that delay is not denial. Waiting patiently. Bwana Yesu asifiwe sana. In God's perfect timing. Because God's perfect timing is always the best. Ye mwenye hata kuwa amekupatia serpent. Kuna kijana fulani rafiki yangu aliwin ilikuwa gani 6 million. Alikuwa anacheza hizi sports games, hizi ball. Na akawin 6 million. Na nakuambia huyo kijana hakumaliza 1 month uhai. Alikufa. Ilimaliza hivyo. Because level yake ya maturity hijafika hiyo pesa. So the reason God anakurushanga to the wilderness is not that he doesn't care for you. He knows that yeye akikupatia hiyo kitu kubwa sana hivyo, kuna mahali penye itakumeza. Ukianza kuona unasimama kwa platform ya watu wengi sana, wote wanakuwa proud, anajua akikupatia hiyo position, hiyo pride itakumaliza kama Herod. So God will take you to the wilderness to mold you, to refine you, so that you can become something that is pleasant. Bwana Yesu asifiwe sana. And that pleasant thing is which God can trust. God haezi trust mtu mwenye hajakuwa refined. Because one thing inafanyaga watu wasikuwe refined is that hawanaga patience ndani yao. You're not patient enough. You just want fast things. Vitu zenye zina happen haraka. Hutakagi kukuadi tunakuwa patient hata kidogo. Unatakaga biashara yenye inaivana saa hii, si mambo na kesho. So ikikosa kuivana saa hizi, wewe unatafuta a way out. Kama hiyo ndio ilikuwa life yako. Kama hiyo ndio ilikuwa life yangu, mimi nilikuwa naishi hiyo lifestyle because nilikuwa broker. Nilikuwa nataka biashara zenye zinaisha, kitu yenye inaisha saa hii. But when I entered into the kingdom of God, God taught me his mode of operation, that I have to be patient. Patience is a fruit of the Holy Spirit. Your patience, it demands you to include time in it, because patience is not minus time. Time must be inclusive when it comes to patience. Kwa sababu patience ni kitu wenyewe mwenyewe unaenjua, ujui kesho kama Mungu atakuja ama hatakuja. So with that heart, he molds you. He builds you. He makes you strong. Hata wakati wenyewe unakosa, unajua kwamba God, I know that you are still a provider. You can still provide for me. God anaona good, my servant. Bado unaendelea kugrow. Na wakati yenye umwezo ulikuwa umezoea pesa mingi, alafu umeingia in the kingdom of God, and then God anataka kuondoa that spirit of greed ndani yako. Kama vile tumesema, Solomon alisema in the book of Ecclesiastes that sorrow is better than laughter, for in a sad countenance the heart is made better. The heart of man is molded more better and perfectly wakati yenye napitia shida. The prodigal son, reality ilimhit out of pain. Because that pain yenye wewe mwenyewe huaga unapata ukipitia in that wilderness, hiyo pain ina bring the best in you. There is a certain level of pain that is a blessing in each and every one of us. Na mtu angeza kuunderstand hivi, wewe mwenyewe ukikimbilia vitu za haraka, utaangamia tu kwa hiyo haraka yako. I'm telling you this because speed without direction is useless.
It is useless to apply speed without a direction. Kwa sababu utakimbia kwa hizi vitu za ulimwengu. Utakimbia kupata hizo vitu zote, utakimbia kuiba. Na utajipata umepigwa mob, umeuliwa. Na ukienda kuiba huku unafikiria tu unaweza uliwa. So hiyo haraka yenye uko nayo ipunguze. Just know that one thing you need to understand is that if God should entrust something for you, you have to adapt his mode of operation. You have to submit to him, to acknowledge his ways are always the best ways. Your ways are not the best ways. Unaweza kimbilia kupata kwa relationship, lakini ujipate hiyo relationship yenye unakimbilia kupata, hiyo ndio itakuwa the end of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengi sana nimeona wameuliwa. Kama kuna kijana nilikuwa naongea naye jana, yeye alikuwa amepigwa kisu na bibi yake tumbo, zote zilikuwa zimetoka, the intestines zilikuwa nje. Kukimbilia relationship time yenye haifai, because you lack patience, you lack to be made by God, you lack this essence of being patient before the sovereign Lord of Israel. He knows the perfect timing. Bwana Yesu asifiwe sana. Chini moderito anasema Jesus said, peace I leave to you, peace I give to you, I do not give you as the world gives. Because there is a way, alikuwa anajua there is the way that world huaga ina give peace, but yeye mwenyewe haipatianagi kama venye dunia inapeananga. That is why unakuambia the mode of operation that God uses, that is the best way for you, that inaweza kukuredeem, ikutoe kwa ile slavery yenye unadhani uko ndani yake. Because he cares for us, he worries about us. Wakati yenye tunawanda kama anaweza acha 99 na kama kutafuta hii moja, uenda kuniambia he doesn't care. He cares a lot for you. Hata kama yenyewe sasa yuko maarosto saa hizi, I'm telling you that God really cares for you. Hata kama unanisikiza ukiwa wapi, I want to tell you that God cares for you. Hata zile vitu zenye wewe mwenyewe anataka upitie, anataka upitie so that he can bring the best from you. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not that we have a high priest who doesn't sympathize with our weaknesses. He knows that we have weaknesses, and he knows that tunahitaji kukula na kukunywa. Kuna mtu jana aliniambia ati yeye haogopangi kwa yeye wokovu anaipenda sana, lakini kitu moja alikuwa ananiuliza, that wakati mimi nimeokoka na nijipeane kwa Mungu, nitawezaje kuishi kama mimi mwenyewe sitafuti? Yani yeye mwenyewe anaona ni kama yeye mwenyewe she has a lot of worries in this life. Akona worries mingi sana ya mambo ya hii dunia. Yeye hajui njia za Mungu, anaona ni yeye mwenyewe kujiprovidea yeye tu mwenyewe. So you rush a lot of times, una rush. Unaishi maisha yako yote kurush, and at the end of it all unarudi bado on the drawing board, square one. Because the Lord who made you, who created you, yeye ndo anajua maisha yako kuliko venye wewe unaijua. So the reason yeye alisema ask and it shall be given. You know what to ask for. Seek and you shall find. You know what to seek for. Knock and the door shall be opened. These three things lazima uzi-apply if you want to be successful. Because there are a lot of things. Kila mtu ana wilderness tofauti. Kila mtu ana shortcomings tofauti. Shortcoming yako inaweza kuwa maybe ni kukasirika. Utaletewa tu watu wa kukasirisha tu kila wakati until ile time utaweza kuhitimu hiyo jaribu. Until the day wewe mwenyewe utakuwa made, utakuwa fired up, utakasirishwa na watu mpaka ile siku yenye utajua kucontrol emotions zako. Until you're in total control of those emotions, hakuna venye God anaweza kuentrustia kitu yote. That is the God that we serve. He uses a mode of operation. He doesn't work like venye watu wanafikiria. So kama wewe mwenyewe unajipata uko na stress, uko na anxiety, uko na depression, just know this one thing, that it is not that the Lord doesn't care. The Bible says that the thoughts that I have for you are those to prosper you, to give you a future and a hope. To give you a future and a hope. The thoughts that I have are thoughts of peace. The thoughts he has are not thoughts to distract you ama kufanya wewe kuwa distracted. Si za distraction, ni thoughts za kukupatia peace, kukupatia a future and a hope. That is what the Lord does. That is the heart of God. So wakati yeye mwenyewe hakupatia hizo vitu zenye unataka, just know that the problem is the status of your heart. Wakati mimi nilikuwa najipata nimekasirika, nilikuwa najiuliza swali, nilikuwa naona ni mimi ndo niko na makosa. Kwa sababu one thing, kwa nini nimekasirika? That means that I need to mature from this level of being irritated rahisi. So nikajua I must sit down and I must concentrate on this weakness. Because I knew hii weakness inani hold back from reaching to the blessings of God, from reaching to touching the throne of God.
Mungu anaangalia na wewe sasa nikakuuplift saa hizi ukiwa na that spirit of anger, utaenda kusumbua watu huko mbele. So I need to mold you right now. Ndo wakati utafika hapo wewe mwenyewe ni kuentrust zile vitu zenye wewe mwenyewe unaweza kunataka. So wewe mwenyewe kama unaona yenyewe relationships zimekuletea shida, alafu unatajaribu kutafuta kawe out when dem, unatafuta denge mwenzako, unataka kukuwa na relationship na msichana mwenzako juu hata ku heartbreak. Hiyo speed, acha nikuambie, hiyo speed haina direction. It is useless to apply speed without direction. Time is the best factor ya kudetermine maisha yako. Destiny is determined by time. But if you waste your time with relationship na wanawake wengine, acha nikuambie, you are making your situation worse, kwa sababu uko stagnant mahali penye uko na huwezi toka hapo. You need to understand the mode of operation that God needs so that wewe mwenyewe kupeleke mahali penye unatamani. Wewe kijana, wakati unaona umekaa siku 2-3 umepata hakuna ka form, wajipata hakuna wera, so unaanza kuona tu kitu yenye unaweza fanya ni kwenda kurobo watu. Unaweza jipata umepigwa risasi brother. Maisha yako imewestiwa tu hivyo, just for nothing. Ungekuwa tu patient kukaa kwa Mungu akufundishe njia zake, angekupatia hizo vitu zenye unatamani pole pole at his own appointed time. But rushing will cause more havoc to your life. Rushing will cause you more distraction. Ukose kuwa na watoto wako. Kuna kijana alikufa, aliacha mtoto wife yake akiwa na ball. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa mtu wa matoka, alikuwa mwizi. Ameenda amepigwa matoka na huko na ameuliwa hivyo. Kwa sababu ya kukosa patience. Juu alilack ku understand the mood that God huaga anahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need to understand that if we need the blessings of God, we should align to the paths of God. Wakati mimi nilikuwa nakula kijaba, nilikuwa nasikia nimetimilika sana na nasikia niko sawa saa hiyo. But nikakam kurealize kitu moja, that wakati unakula jaba, ile anxiety inakupatiaga, ile happiness inapeaga mtu, inakuwaga ni energy unatoa kutoka kwa mwili wako. You become more weak and weak and weak and weak and weak. That is why hujaipata mtu wa jaba mwenye ni mnono, wote wanakuwaga ameisha. Because you're spending a lot of thoughts in thinking irrelevant things. Unaona msichana hivi, ushaimuona hivi, ushampeleka, ushamuoa mpaka na harusi, ushampeleka kwa nyumba, ushamvalisha ring, ushapata watoto, ushapata job, sasa hiyo na hauna yeni. So wakati kijaba kinashuka asubuhi, ndo zile stress zinaanza kukurudia. Wewe mwenyewe hauna anything na ulikushapata hopes jana. Ulikumiona yenyewe maisha yako imekuwa sawa. Una build mansions wakati uko kijaba. Wakati uko kwa nyumba yako unaanza kukuwa na hopes. Kesho venye utaamka uende Mudhurwa, uende ukabai trouser, ukuje uziuze so. Alafu hiyo pesa utapata, utarudi tena uchukue zingine, ukuje uuze. By the end of the month ukifanya calculation, unajipata uko na 57,000 na sasa hata hauna yene na uko kwa base. Deception. Because you do not know the way God operates. Those are deception that the devil brings and puts in the minds of men. I was like that. Nilikuwaga hivyo. I took my own self experience because I know the pain in it. Nilikuwa najua uchungu. Wakati yenye wewe mwenyewe umeenda kwa klabu kwa na dhao moja, unasema utakunywa tu chupa moja ama utakunywa vikombe 3. Unajipata asubuhi wewe mwenyewe hauna ene na ulipigwa jana. Hata hukulala kwa nyumba, ulilala nje kwa kibanda na ulikuwa na pesa jana na ulipigwa na mabeshte wako wenye ulinunulia tu pombe. That is what happens if you don't align yourself to the paths of God, so that he can teach you the ways that ye mwenyewe anaweza kukupatia a blessing that will add no sorrow to you. Kulikuwa na sorrow mingi sana nimeona. Mabeshte wangu wame lose lives zao hivyo tu, mchezo tu. Mtu anadungwa tu na chupa tu kwa klabu hivyo na anaisha hivyo. All because ye mwenyewe hajajijua. Your life imewestika tu hivyo. God wants to ensure that he gives us his blessings. God cares for us. Anataka kutupea anything tunataka. But the status of our hearts is not a status that can accommodate the blessings of God. It's not a status that God mwenyewe anaona utaishi kulingana na purpose yako. Maybe uko kwa club saa hizi unakata gede. Lakini wewe mwenyewe God anataka ukuwe mhubiri mkubwa sana. But wakati wewe mwenyewe unaangaliaga na mawazo yako, you want to come to God so that wewe mwenyewe ublessiwe tu. Mind yako unaiweka hapo kwa kubarikiwa. Unasahau that Mungu anahitaji maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
You need to understand the mode of operation of God. You need to understand the pattern that he uses so that he can bless you. Lazima u understand. Bwana Yesu asifiwe sana. I worship you, Lord. You're worthy to be exalted. Stahili kuabudiwa Bwana. I worship you, Jesus. You're worthy of all the glory. I give you honor and adoration and might, Jehovah Father. You are highly exalted and highly glorified, Almighty God. You are worthy to be lifted high, Jehovah Father, O King of kings and Lord of lords. Worthy is the Lamb of God that was slain for the sin of mankind. I give you all the adoration, Jehovah Lord. Praise be to the name of the Lord. Glory be to your name, O King of kings. There is no other God but you, Jehovah Lord. You deserve all the praises. You deserve all honor and adoration, mighty Father. You deserve to be lifted high and to be exalted, Jehovah Lord. I give you all the adoration and all the praises, Jehovah Lord. You're worthy, O King of kings. May you help us, O God, this day, Jehovah Father, that we may understand your own perfect will, Jehovah Lord. That will that will not let us, O God, astray. That will, Jehovah Father, that will give us a future and a hope, Jehovah Lord. Tunakuomba ukaweza kutufunulia njia zako, Bwana, ili tukaweza kukujua, tukaweza kukufahamu, Jehova, ili tukaweza kujua njia ambayo huaga unapitia, Bwana, katika maisha yetu, Bwana. Tufungue macho ya kiroho, Bwana. Wale ambao hawajaokoka, Bwana, ninakuomba ukaweza kuwafungua macho, Mungu wa rehema, ili wakaweza kuona kisima chako, Bwana, ambacho hakikosi maji, katika jina la Yesu Kristo. I pray for them this day, Abba Father, that you may enrich them, O God, with your thirst, Jehovah, King of all the glory, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I lay my life before you, Jehovah Lord. I lay all my worries to you, Jehovah, King of all the glory. Oh Lord, I lay all my depression to you, each and everything that has overwhelmed me, oh God. I give them all unto you, my Father. Each and everything that your children have carried, Jehovah Lord. Take away those burdens from their shoulders, Jehovah Father, because your yoke is light, oh God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Rip them out from every kind of slavery, Jehovah Father. Rip them out from each and every kind of bondage, in the mighty name of the Lord. May your hand always be upon their lives, Jehovah Lord. May your peace always be upon them and accompany them wherever they go, Jehovah Lord. In their youth, O King of all the glory, may they serve you with diligence, Jehovah Lord. I declare and decree, Jehovah Lord, that wale ambao, Bwana, ni wandogo siku ya youth wote siku ya leo, wote ambao wanaonisikiza siku ya leo, Bwana, ninaomba, Jehova, ukaweza kufungua macho yao katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamekumbwa, Jehova, na utumwa tofauti, Jehova, ninakuomba ukaweza kuwakomboa katika jina la Yesu Kristo. May your redemption, oh my Father, come and redeem them from the curse of sin, Jehovah Lord. The Lord Father, you may transform their minds, that they may be what you intended for them to become, Jehovah Lord. You are the one that holds each and everyone's destiny, Jehovah Lord. Wewe ndio umeshika maisha yetu, Jehova. Wewe hatima zetu ziko katika mikono yako, Bwana. Najiachilia kwako wewe, Mungu mwenye rehema. Jina lako litukuzwe na liabudiwe. Jina lako liinuliwe, Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni mfalme, Jehova. Na waombea, Jehova, ukaweza kushika na mkono wako, waongoze katika njia zako, Jehova. Because the Bible says that, Lord Father, that the man may choose his own ways, but the Lord directs his paths. My Father, direct their paths in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I worship you and revere you, Jehovah Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. I give you glory, honor, and adoration and might, Jehovah Father. You deserve all the praises. You deserve all honor and adoration, Jehovah. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we do pray and believe. Wale ambao hawajaokoka, rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, ninaja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba uniokoe. Futa jina langu kutoka kwa kitabu cha mauti na uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kutoka siku ya leo nimeokoka na Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Nipe Roho wako Mtakatifu aniongoze, anifundishe katika njia za utakatifu. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ninaomba nikiamini.
Amen, amen, amen. Asante sana wale ambao walikuwa pamoja nasi katika service ya siku ya leo katika Theegi wa Njamba. Naomba Mungu awabariki sana na watendee mema. Mungu akuwe pamoja na nyinyi. Sara Wanja, Mungu akubariki sana na kutendee mema. Tabitha, Mungu akubariki sana. Joyce Ndutani, Mungu akubariki sana na awatendee mema. Tenda kia support, Mungu akutende mema na akuwe pamoja na wewe. God's child, Hana Kamau, God bless you and be with you in your endeavors. Na mwishi kuona Mungu katika maisha yenu. Tunataka tuonane siku nyingine. Shalom, shalom, shalom. Na wale ambao wangetaka kupatiana sadaka zao, producer atatuwekea pay bill, nitaweza kutoa na Mungu atawabariki. May God bless you so much in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ekuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩmakarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV no kuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu ũrĩa wĩhokaga mũndũ wa gũkũ thĩ. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mũndũ wa thĩ nĩ akoragwo ena weaknesses nyingĩ. Mũndũ wa thĩ no akwĩre ũmũthĩ, no rũciũ nĩ agarũrire mbaũ akwĩre ũndũ ũngĩ. No, when you are a pessimist, nĩ ũkoragwo ũkĩmenya atĩ I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekũraya mũno na meciria maitũ. Maandĩko moigaga atĩ harĩa ũũgĩ witũ ũkinyĩte nĩ ũrimũ kwĩ Ngai. Tondu ũũgĩ wake nĩ ũkirĩte meciria ma mũndũ wa gũkũ thĩ. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tũhota kwa ũkinya kũrĩa Ngai endaga tũkinye. Wota ũkorwo tondũ we ndwa embrace weakness yaku. Ndwa embrace atĩ we nĩ ũrĩka weakness ka marakara. Hĩndĩ ya Ngai akũrehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo nĩ mũndũ ũtamakaga ũrĩa araria. Ahota kwari kiugo we ũrakare. Ũmũtiga ũinũke. Kĩrĩa Ngai egũkũigĩre nĩ gĩa kũra. Na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai, tũikaraga ta mũtumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mũtumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu. Athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena andũ take. Nĩ tondũ we mwenyewe kĩrĩa akuĩte nĩ kĩndũ kĩa goro, ndangĩhota kwĩ-expose kũrĩa kĩndũ kĩu kĩngĩtuĩka aborted. Nyitanagĩra na Pastor David Ngechu o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa kana, wona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Mũrata wa Ngai, ndũkahĩtũkwo. Theophilus